pamoja tunaweza. Kwa faida ambao walikuwa bado hawajafika, kwa majina yangu mimi naitwa Vincent Yatuba, ndio mheshimiwa diwani wa kata hii ya Nyakafulu. Karibuni sana kwenye kata hii. Karibuni sana. Ndugu zangu, awali ya yote napenda kuchukua nafasi ya adhimu sana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, kwa rehema zake na nguvu zake ameweza kuja kutukutanisha tena siku hii ya leo kwa ajili ya kuweza kuja kuzungumza na kuweza kujadili na kuweza kushia mawazo ya pamoja. Lengo ni nini? Lengo lake ni kwa ajili ya kuweza kutimiza ahadi na matakwa kama jinsi tulivyozidi kuendelea kuyazungumza hapa. Mimi ndugu zangu, niwapongeze sana kwa kazi kubwa ambazo mnazoendelea kuzifanya. Kiukweli hata mimi sasa moyo wangu umefurahi, kwa sababu hata baada ya kuweza kuchaguliwa nimeanza kupita kila kijiji kwa ajili ya kwenda kuhamasisha maendeleo na kuhamasisha elimu. Sasa nafikiri hata baada ya hili, kabla ya hili alinitafuta mwalimu mkuu, tukaja tukazungumza naye, ilikuwa ni mida ya usiku saa 2 tunaelekea saa 3 kwa ajili ya kuweza kulipanga hili. Nikamruhusu, nikamwambia mwalimu, jambo ambalo nalifanya jambo moja jema, lakini pia ni jambo ambalo lenye mshikamano mzuri. Sasa baada ya kuweza kulifanyia hili kazi, nafikiri hata baada ya nyinyi kuweza kwa ajili ya mmepata hizi taarifa, mmeweza kuja kulifanyia kazi. Nawashukuru sana na wapongezeni sana. Lakini zaidi sana nizidi tu kuendelea kuwashukuru na kuendelea kuwaomba sana, mzidi kuendelea kuwa na moyo huu wa upendo na mshikamano. Na mkizidi kuendelea kuwa hivi, hata mimi mdogo wenu mtazidi kuendelea kunisapoti zaidi sana, na hata mimi mwenyewe sasa nitaendelea kuongeza kasi nyingine. Badala ya kasi ambayo nilikuwa nayo ya 5G, nitakuwa na 7G. Kwa hivyo ni waahidi, sitawaangusha, na ndani ya kata yangu mimi nitahakikisha elimu ndio inakuwa kipaumbele zaidi. Lakini bado kuna changamoto nyingi sana ndani ya kata yangu, hasa hususan katika masuala ya elimu. Kuna changamoto za vyoo, kuna changamoto ya maji, kuna changamoto ya umeme baadhi ya shule. Mfano shule ya msingi ile Mchere, kwa mwalimu hapa ana changamoto ya maji, hapa kuna changamoto ya maji. Lakini kadri ya uwezo wangu na kadri Mungu atakavyozidi kuendelea kunijalia, nitazidi kuendelea kupambana baadhi ya mahitaji tuweze kuyakamilisha. Japo kwamba tutaweza kuyakamilisha yote, lakini baadhi yao tunaweza tukafanyaje, tukajitahidi angalau hata kama ni kwa 20%, na maisha mengine yazidi kuendelea. Lakini kubwa zaidi sana tuzidi kuendelea kuombeana, tuzidi kuendelea kushikamana, na tusiendelee kwanza kuoneana nongwa, kwa sababu nongwa sio jambo zuri na halileti maendeleo. Ninapokosea, kwa sababu mimi ni binadamu, nina mwili wa nyama kama jinsi mlivyo nyinyi, sijakamilika. Kwa hiyo ninapokosea, msisite kuniambia, mimi ni mdogo wenu. Msisite kuniambia, msisite kunishauri, lakini pia msisite hata kuniadhibu. Lakini sitapendezwa sana kwamba adhabu yangu nije nianze kuisikia pembeni, badala ya kwamba ungeweza kunifesi. Kwa hiyo tuzidi kuendelea kuishi katika hali ya upendo na mshikamano. Tuzidi kuendelea kusaidiana, tuzidi kuendelea kuombeana sana, kwa sababu naamini kazi hii ambayo niliweza kuichagua ni kazi moja ngumu sana, ni kazi moja nzito sana na ina lawama kubwa sana. Lakini zaidi sana mzidi kuendelea kuniombea ili angalau tuweze kufikia lengo. Mwalimu mkuu, ninakupongeza sana kwa juhudi ambazo unazoendelea kuzifanya, lakini nawapongeza sana meza kuu kwa kazi kubwa na mshikamano wenu ambao mnazidi kuendelea kufanya. Binafsi mimi mwenyewe hapa nitachangia shilingi 300,000 katika kazi, lakini bado kwenye hii fedha naamini kwamba haitatosha. Kuna baadhi ya mambo mengine yatahitajika, napo nitazidi kuendelea kushirikiana kwa ajili ya kuendelea kuyakamilisha yote haya. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, sitawaangusha. Chochote kile ambacho mtakachokiona kwamba kiko kinyume na chochote kile ambacho mtakachokiona kwamba hamkiwezi, kwangu kinawezekana, na ninaamini nitawafikisha katika nchi yenye asali na maziwa. Baada ya kuyasema yote haya, ndugu zangu, niombeni watakieni kila la heri. Mungu awabariki sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.